limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa. Nakushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Kusaidia na giza likizidi, usione shaka, ataka kujaribu, tegemeo lako, alafu aondoa shida zako zote. Tunaomba vijana watusaidie waingie kama vijana wanne kwa ajili ya kubeba mwili wa marehemu. Tunaomba ongezeko la watu wanne, wa baba wanne tafadhali. Umtegemee na kumtumaini, Mia 54 inataka kuingia mjini kwa Mungu. Nataka kuingia yele kwa Mungu. Oh, jaribiwa ninaposingiziwa, Yesu unisaidie, nisikuache. Mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na lihimidiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa ndugu yetu huyu Alice ametwaliwa kutoka katika maisha haya. Basi tujinyenyekeze mbele ya Mungu Mwenyezi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti, tukiomba hivi: wewe Bwana umekuwa makao yetu
kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Wawagharikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameayo. Asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Maana tumetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako, tumetoweshwa miaka yetu kama kite. Siku za miaka yetu ni miaka 70, ikiwa tuna nguvu miaka 80. Buri cha taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara. Ni nani aujuaye uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Bwana uturehemu. Bwana utupe amani. Amini. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tusikilize faraja ya neno la Mungu kwetu. Mtume Paulo anasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala katika mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Na Yesu mshindi wa mauti anasema, amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Na tena Kristo katika utukufu wake husema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Nawakaribisha ninyi wote katika ibada hii, ibada ya mazishi ya mama yetu Alice Michael Mandia,
ambaye amepumzika kutoka taabu za dunia hii. Basi tuianze ibada hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mbinguni, mbinguni, mjini ni mbinguni kwa Mungu. Mbinguni, mbinguni kwa Mungu, ndio mji wa kutupendeza. Mbinguni, mbinguni. Ufunuo wa Yohana mlango 21 mstari wa 3 hata ule wa 5, nasoma katika jina la Bwana. Kasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akamwambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Amen. Tuombe. Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako mkuu. Asante kwa maisha ya mama yetu Alice. Na sasa umempumzisha kutoka ulimwenguni humu, kumpa pumziko la milele. Sisi tuliobaki tumejawa na huzuni kuu, watoto na ndugu na jamaa na marafiki, wakati tunahitaji faraja yako kupitia neno lako. Roho wako Mtakatifu azungumze nasi neno hili, tukaendelee kuiona faraja yako, na zaidi sana tujue jinsi ya kuishi katika ulimwengu huu. Baada ya maisha haya tukaurithi uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tukae. Mheshimiwa Jaji Nehemia Mandia, ambaye ni mtoto wa marehemu, na wale ndugu wote, Mheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani mlioko hapa, Mheshimiwa majaji wa mahakama kuu, Mheshimiwa mahakimu, Mheshimiwa wakuu wa wilaya zetu mlioko hapa, na viongozi mbalimbali wa serikali, wakurugenzi mliopo hapa, na viongozi mbalimbali ambao mmetukimbilia huku kwa ajili ya msiba huu, pamoja na wenzi wenu, mabibi na mabwana. Wenzetu wa jimbo la Kusini, kwa jimbo Mchungaji Anderson Kipande, na washarika wote wa jimbo hili, mchungaji kiongozi wa usharika huu, Mchungaji Salome Walalaze Hiza, na washarika wengine wote, na waombolezaji wote, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Upendwa, tunamshukuru Mungu kwa kusanyiko hili, lakini kipekee sana siku hii ambapo tunamsindikiza mama yetu mpendwa, tuliyeishi naye, tuliyemzoea, tuliyeshirikiana naye katika mambo mengi, na sasa amepumzika, Mama Alice. Tunakutana mahali hapa tunapoendelea kusherehekea maisha ya mama yetu kwa ushindi mkubwa, na kwa yale mengi ambayo mama huyu ameshirikiana nasi.
Na katika siku hii nimeona maneno mengi yamezungumzwa na yataendelea kuzungumzwa. Na mimi nimeona tushirikiane kufahamu mambo mawili. Mimi nimesimama hapa leo kuwajulisha habari za kule mbinguni, kwamba kule mbinguni kuna njia mbili. Kama hujui mbinguni kulivyo, leo mimi nakuchorea picha ya mbinguni hapa, ujue mbinguni kulivyo kuna njia hizi mbili. Sasa wengine wataniuliza, wewe umefikaje huko na kurudi? Lakini neno la Mungu tunalolisoma ambalo ndio nguzo yetu, hiyo inatujulisha na kutufahamisha ukweli wa mbinguni kulivyo kuna njia kuu mbili. Na hivyo tunapokutana sisi katika mazingira yetu tunakumbushana watu wajue njia hizo. Tutakapofika huko, njia moja inakwenda uzimani na njia moja inakwenda hukumuni. Kwa kumbe kuna kuchagua sasa hapa kwamba unapenda kupita katika njia ipi, njia ya kwenda uzimani au njia ile ya kwenda katika hukumu ya milele. Na ili kupita katika njia hizo mbili, kila moja ina qualifications zake, kila moja ina CV zake. Itawekwa wazi kwamba wewe kwa CV hii ulio nayo na mizigo hii mingi uliobeba, wewe njia yako ni hii pana. Maana labda wakati mwingine nimeona wamechora wale wenye mambo mengi ya dunia hii, basi mizigo yao ni makubwa kupitiliza, kwa hiyo kwenye ile njia nyembamba inashindikana kupita. Kwa itakuonyesha wazi tu kwamba mimi ngoja nichague njia hii kwa sababu mizigo yako imekuwa mingi sana. Lakini wenye mizigo hiyo michache, na hapa ninapotaja ni ile mizigo ya dhambi, wenye mizigo michache ambao katika maisha yao haya wameishi kwa utulivu mbele za Mungu, wao watapita katika njia ile nyembamba, njia ituingizao katika uzima wa milele. Na napoyasema haya kwenu ndugu zangu wapendwa mliofika mahali hapa, niseme hili, nakwambia sasa uchaguzi ni huu. Na nasema hivi uchaguzi kwa kuwa mwaka huu kuna uchaguzi. Katika uchaguzi huwa hatuambiani kwamba mchague fulani, mchague huyu. Lakini katika uchaguzi huu wa safari ya kwenda mbinguni, mimi naomba mniruhusu niwachagulie. Uchague njia nyembamba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama mchungaji wenu leo nisimame hapa kuwachagulia. Kama unataka kupiga kura, ukifika kwenye kiboksi cha kura, piga kura kwenye njia nyembamba. Achana na njia pana, maana itakuingiza katika hukumu ya milele. Maana yake nini? Kuacha yale yasiyompendeza Mungu. Huko ndiko kuchagua njia nyembamba ambayo itatufikisha kwenye uzima wa milele. Siku hii tumesikia hata katika historia juu ya maisha ya mama yetu. Mama Alice amemaliza safari yake salama. Na tunaona tulivyosoma jinsi alivyokuwa akishiriki katika mambo mbalimbali. Yeye kama muuguzi, lakini ameshiriki katika maisha ya kiroho na kijamii, akihudumia jamii ya ulimwengu huu. Na tumeshirikiana katika yale ya kiroho, tumeona tulivyoshirikiana naye huko kanisani. Ikiwa ni katika michango mbalimbali, katika kujitoa katika kazi mbalimbali za kanisa, ushauri na kuwasaidia wengine. Amejitoa mama huyo kwa bidii. Huko ndiko kuchagua njia sahihi ya kuingia kwenye uzima wa milele. Na kwa njia ya maisha haya tukumbushwe sisi tuliobaki kuendelea kuishi maisha mazuri ya mpendezayo Mungu, ili nasi siku ile tutakapoitwa kutoka maisha haya tukawe na nafasi ya kuurithi uzima. Dunia hii imejaa mambo mengi, imejaa hofu nyingi, imejaa mambo mengi yasiyofaa, na tunapaswa kufuata yale yaliyo mema ili basi tukaurithi uzima. Kisikiliza kwenye vyombo vya habari na taarifa mbalimbali, unasikia wakati mwingine masikio yanawasha
kusikia mambo yanayotendeka ulimwenguni hapo, kwamba haya yanatendwa na wanadamu kweli au yanatendwa na wanyama. Mahali pengine imekuwa kwamba ni heri hata wanyama wakati mwingine hawafanyi hayo, lakini wanadamu wamejisahau sana. Tunapaswa sisi kukumbuka kuacha yale yasiyofaa, kuacha yale yasiyompendeza Mungu, tufanye yale yampendezayo, ili tukapoitwa tukaurithi uzima wa milele. Ile habari ya yule mama hivi majuzi tuliposikia, ambaye kwa kuwa mtoto wake alichukua andazi, najua yule mtoto kwa vyote alikuwa na njaa, eti akala andazi bila kumwaga mama aliporudi akamchoma midomo yote kwa moto, kumuunguza midomo kwa moto. Ni ukatili wa hali ya juu. Kwa vyote yule mtoto alikuwa na njaa tu. Sasa ile andazi ni kitu gani mpaka umchome mtoto midomo? Tunaona hapo watu wanafanya maisha ya ukatili sana katika maisha yao. Nyakati hizi watu hawana hofu kabisa ya kufanya yachukizayo. Tumeona watoto wale kwenye mitandao yetu hii, watoto wale wakimchapa mama yao viboko, eti kwa sababu wameambiwa mama huyu ndiye ameshika bahati zao. Eti bahati zao mama huyu amezishika, ndio maana wakifanya biashara hawaendelei, wanapofanya lolote hawaendelei, wakamtandika viboko, wakamcharaza viboko. Mambo yanafanywa na wanadamu nyakati hizi. Mama aliyekulea, aliyekukuza tangu ukiwa hujitambui mpaka umekuwa mtu mzima, unapata wapi ujasiri huo wa kumcharaza mama yako viboko, eti kwamba yeye ndiye amekamata bahati yako? Unajuaje bahati hii wewe bila yeye huyu mama ambaye amekufikisha katika ulimwengu huu? Tunapenda kuwasifu na kuwashukuru wenzetu wanaoendelea kuwalea mama zao mpaka dakika yao ya mwisho. Kipekee tunaposhuhudia maisha ya mama yetu Alice alivyohudumiwa na watoto wake mpaka dakika yake ya mwisho. Tunawapongeza watoto kwa kumlea mama yao. Bwana Yesu asifiwe. Tuwatunze wazazi wetu, tuwatunze ndugu zetu. Na wale wageni labda wafahamu, kwenye milima hii ya Usambaa kuna hofu nyingi sana, hasa za ushirikina, hofu za ushirikina na uchawi na mambo mengine yasiyofaa, mpaka watu wameshindwa kujitambua katika maisha yao. Watu wameshindwa kabisa kwamba kila mtu anapopita akionekana huyu ni mzee, ni kikongwe, wanajua huyo labda anajiingiza katika mambo hayo, labda ni mchawi au hivi. Watu wamejiingiza katika mambo hayo. Tumekuwa na shida hizi katika milima hii. Mimi nilete wito huu kwamba watu wabadilishe maisha yao, wasikubali kuingizwa katika giza hilo nene. Tuondokane na mambo hayo ya zongo na mambo mengine yasiyofaa, tuachane nayo. Wenzangu wa Sambaa, nazungumza na Wasambaa hapa katika milima hii, achane na mambo hayo. Tena kahimiza wakati mwingine wale wakina mama wanaotia wenzao zongo, hata historia inaposomwa tusome yote tu jamani. Kama mwenzetu anatia zongo asomwe, au yule akigea zongo ule mzi isomwe tu tujue kwamba mwenzetu CV yake inataja mambo haya. Lakini unasikia ya mama alikuwa anatoa misaada ya kiroho na ya kijamii. Sasa labda wachungaji, kama mtakubali, siku moja tusikilize tusome historia nzima na wale waliokuwa wanatia zongo, tuwafahamu, ili watu waache mambo haya. Wale wanywagongo, nasema kwa kuwa viongozi wetu wako hapa, wale wanaokunywa gongo, tujue kabisa mwenzetu huyu ndio mnywagongo mkubwa katika maeneo haya, na haribu afya yake na afya za wengine. Kwenye CV linaposoma ile historia tuyasikie hayo, ili watu wajifunze kwamba mtaalamu wetu katika eneo hili ni huyu mwenzetu huyu. Ndugu zangu, haya ni mambo ambayo yanapita. Ndio nakumbuka nilipokuwa mdogo pale Soni, mimi nilikuwa napenda kwenda sokoni na bibi yetu alinichukua na kwenda naye sokoni. Sasa nashangaa bibi anauza mihogo yake hapo, mimi nimekaa pembeni, ananinunulia kitumbua nile. Sasa mimi napenda nikila kitumbua changu nile, yani watu wote wanitazame. Si kila mtu anione kwamba kwa kweli huyu msafiri hapa anafaidi kitumbua. Lakini bibi ananifunika eti kwa kanga. Nakula kitumbua hapo ndani hapo, nitatogusha honde yao. Nakula kitumbua. Niko hapo ndani, ananiuliza, haya umemaliza msafiri mzabinta?
Bibi nimemaliza, futa midomo. Futa midomo yako. Ndio nafuta midomo, ndio ananifungua kwenye kanga, natoka nje. Nimemaliza. Nimeshiba ndio, lakini sikuridhika sana, bali tamani wenzangu wasiokula wafanye nini? Wanione. Washuhudie kwamba Msafiri jamani, bibi yake ameweza kumpa ingalau kitumbua. Lakini kumbe bibi alikuwa makini, maana ukakila waziwazi umepiga zongo. Umepiga zongo pale. Labda bibi alikuwa anajua kwamba ukiachia hapa, huyu askofu wa watu ataishia hapa. Bibi aliendelea kunilinda katika nyakati zile. Sasa nilipokuwa mtu mzima ndipo kagundua kwamba kumbe ni kwa ajili ya mambo hayo ndio maana hata bibi yangu alikuwa na hofu ile, kwa kuwa inatuzunguka. Ni mambo yanayozunguka. Lakini kupitia kuitwa kwa mama yetu Mama Alice, tukumbushwe kuacha hayo yasiyompendeza Mungu katika maisha yetu. Tuache tena, wale wanaofanya hayo watubu na kumrudia Yesu Kristo, ili nao wakawe sehemu ya wale watakao urithi uzima wa milele. Ndugu zangu, katika nyakati hizi neno hili kama linavyotuonyesha, nasema nikasikia hiyo sauti kutoka katika kile kiti. Yohana alionyeshwa mambo haya kwamba katika wakati huo sauti hiyo kutoka katika kile kiti ikituonyesha kwamba Mungu yeye atashuka tena akifuta machozi katika macho ya watu wake. Huko hakutakuwa na kilio wala maombolezo wala maumivu, hayatakuwapo tena. Tukiyataka hayo, kuingia katika uzima huo, lazima kurekebisha maisha yetu. Tuache kufarakanisha watu, machonganishi ambayo yamezidi katika nyakati hizi, chuki baina ya watu wamechukiana, kuchongeana mambo ambayo hayafai. Tuache hayo, tutende mema yale yampendezayo Mungu, tena tuupambe ulimwengu huu. Fikiri wale waliofika Lushoto wanaona jinsi tunavyoendelea kupamba ulimwengu kwa kupanda miti, sisi watu wa milima ya Usambara. Tutakaporudi hata huko, tukahimize kupanda miti, kutunza mazingira, ili ulimwengu huu uwe mahali pazuri, panapopendeza, panapovutia. Na wale wanaoendekeza ukataji holela wa miti hata katika milima yetu hii, sasa wakumbuke kuacha. Maana Mungu ametuweka katika ulimwengu huu ili tuendelee kuutunza. Na kwa njia ya maisha ya mama yetu, basi tukumbushwe kukaa katika neno lake, kudumu katika neno lake, kutenda yale yampendezayo, ili atakapotujia kwa zamu yetu, tukawe tayari tuurithi uzima katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Tushukuru. Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwamba unatupa neema ya kusikia neno lako kupitia maisha ya mama yetu Alice siku ya leo. Endelea kuzungumza nasi ili tunapochuchumia mbele yako kuangalia uzima wa milele uliotuandalia, tuwe tayari kuishi maisha yanayofaa hapa, ambao ndio uchaguzi wa busara wa kuchagua njia nyembamba itakao tuingiza kwenye uzima wa milele. Tukumbushe kwa Roho wako Mtakatifu yale yasiyofaa, tuyaache ili tufanye yale ya kupendezayo wewe. Baada ya maisha haya tukawe sehemu ya watoto wako wapendwa, tukaurithi uzima katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwasham Baba Askofu Mkuu, kwanza nikushukuru kwa kutupa cha kutumia hii madhabahu. Mungu akubariki sana. Wafiwa wote na waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa niaba ya Mheshimiwa Jaji Mkuu na kwa niaba ya Mahakama ya Tanzania, tunatoa pole nyingi sana kwa familia ya Mama Alice kutokana na msiba huu mkubwa
tunafanya kazi na Mheshimiwa Jaji Mandia. Kwa hiyo tunatoa hizi pole kwa msingi huo. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mama na kwa ile historia ambayo imesomwa. Kuna mengi ya kujifunza ndani ya familia, na kwa kweli kuna jambo kubwa sana ameliacha katika dunia hii. Kikubwa ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu apate pumziko la amani, lakini tujiombee sisi. Alivyokuwa anasema Baba Askofu, ni uchaguzi wa ule mlango sasa. Nadhani hilo ndio kubwa ambalo tunabaki nalo sisi. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya hilo. Tunashukuru kwa nafasi ya kuzungumza katika mimbari hii. Tunawashukuru wote kwa ajili ya kushiriki nasi. Tunaendelea kuwapa pole familia. Mungu aendelee kuwapa faraja, tena faraja yake iliyo kuu. Na tegemeo linabaki kwake. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Sisi pia salamu nilizonazo nadhani mheshimiwa ameshazisema, lakini kikubwa Mahakama Kuu Kanda ya Tanga inawakilisha kundi la majaji wa Mahakama Kuu. Mheshimiwa Jaji Mdemu amezungumza kama jaji wa Mahakama ya Rufani anayemwakilisha Jaji Mkuu. Mahakama Kuu tuko chini ya uongozi wa Jaji Mkuu, lakini tunaongozwa na jaji kiongozi. Tuna kundi la majaji ambao huwa tuna umoja, ambao katika hali ya kawaida walitakiwa majaji wote wafike hapa kumpa Mheshimiwa Jaji Mandia pole, lakini wamenituma nifikishe hizo salamu. Mheshimiwa Jaji Mandia pamoja na wafiwa wote, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu wanakupa pole sana wewe na familia yako yote. Kuna lile kundi letu la faraja, lakini pia Mheshimiwa Jaji Mandia ni mjumbe katika kundi la kitaaluma la majaji na mahakimu, na wenyewe wamenituma salamu nizifikishe kwako, wanakupa pole sana. Kwa habari ya mama, tunashukuru kwamba tumesikia habari yake, tumesikia historia yake, nimemtafakari sana. Anaonekana ni mama ambaye amewalea vizuri, ni mama jasiri. Nimefikiria mimi na vitoto 3 vinanisumbua kama nini, yani niko hoi. Basi najifanya yani mimi na ujaji wangu na watoto, lakini mama huyu watoto sijui 10, ni nesi mwenye shifti za usiku, alafu watoto hawajawa chokora. Ndio hawa tunaowaona wenye nafasi kama hizi. Tumesikia habari zake alivyotumika katika kanisa, akitoa ametoa huduma nyingi kanisani, ni mshirika. Tumemwona alitiki mapema kabisa ile njia nyembamba. Kwa hiyo jambo la faraja, tuendelee tu kuwa na faraja, tutumaini, tuishi kwa tumaini kwamba mama yuko mahali pazuri, kwa sababu tumeiona kabisa njia aliyotiki ni ile njia nyembamba. Yuko mahali pazuri, pamoja na ubinadamu wetu wa kulipokea jambo gumu, lakini tujue kwamba mama amepumzika mahali pazuri ambapo pana uzima wa milele, maana Bwana wetu Yesu ameshinda mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Baba Askofu, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kusimama mahali hapa leo kwa kufanya kazi mbili ndogo. Na kazi ya kwanza ni pamoja na kuwatambua wageni mbalimbali waliopo. Na mimi nitaomba Mheshimiwa viongozi nifanye kazi hii kwa kurahisisha kidogo. Pale ambapo mtatambua uwepo wenu, mtaomba msimame ili wananchi nao waweze kuwaona. Nitambue uwepo wa
Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi, kaka yangu Juma Mkomi. Karibu sana Lushoto. Napenda kutambua uwepo wa Katibu Tawala wa Mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Rashid Mchata. Karibu sana. Naomba nitambue uwepo wa Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, dada yangu Felista Mdemu. Karibu sana Lushoto. Naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa Balozi Noel Kaganda. Karibu sana. Pamoja nasi tuko na waheshimiwa wakuu wa wilaya kutoka wilaya tofauti tofauti. Ninaomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Babati, dada yangu Emanuela. Karibu sana Lushoto. Natambua uwepo wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Tanga mjini, ndugu yangu Edadi. Karibu sana. Pia natambua uwepo wa viongozi mbalimbali kutoka TAKUKURU wakiongozwa na kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Tanga. Popote ulipo naomba usimame. Karibu sana. Natambua uwepo wa viongozi wa TAKUKURU kutoka wilaya ya Lushoto, wilaya ya Shinyanga na wilaya nyingine nimeisahau, lakini tunatambua uwepo wenu. Lakini pamoja nasi tunaye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Lushoto, Dr. Ikupa Masoge. Karibu sana. Pamoja nasi tunaye Katibu Tawala wa wilaya, tunisamee itifaki kama haijazingatiwa hapo, Katibu Tawala wa wilaya ya Lushoto, ndugu yangu Joseph Sura, popote ulipo. Asante sana. Lakini pamoja naye tupo na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, popote pale mlipo. Lakini pia tuna wakurugenzi kutoka maeneo tofauti tofauti, popote mlipo naomba msimame. Lakini nitambue uwepo pia wa wananchi wangu wa Lushoto pamoja na maeneo haya ya Magamba. Baada ya kutambua viongozi hao, nirudi sasa kutoa pole nyingi sana kwa familia ya mzee Mandia kwa kuondokewa na mama yenu mzazi, mama yetu, bibi yetu. Lakini niungana na viongozi wa dini kuwafariji familia ya kwamba maandiko matakatifu yanatuambia tukiisha kulitimiza kusudi la Mungu tutalala pamoja na babu zetu, kama walivyolala manabii na wengine, na sisi tukitimiza makusudi ya ile Mungu aliyetuletea hapa tutalala. Mheshimiwa Baba Askofu, kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na watumishi wote, tunapenda kuwapa pole sana familia. Poleni sana kwa msiba wa mama yetu mpendwa Aris Mandia. Tukiendelea kuombea faraja yake, Mungu iendelee kuwa na nyinyi katika kipindi hiki kigumu cha majonzi cha kuondokewa na mama yetu mpendwa. Sisi TAKUKURU tunaungana nanyi mkiwa familia katika kuwapa pole familia nzima. Tuko na mtumishi mwenzetu ambaye ni Emery Mandia, tunampa pole sana pamoja na familia yote na ndugu, jamaa na marafiki. Tunaomba tusimamie mstari wetu wa faraja, unatoka katika kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 22. Faraja yake Mungu isiwapungukie, iendelee kuwa pamoja na nyinyi. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, na jina lake lihimidiwe. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Raymond Mndolwa, ni mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Baba Askofu, viongozi wa dini na viongozi wa serikali, viongozi wa mahakama, naomba itifaki ikiwa imetikatiwa. Jaji Mandia ni rafiki yangu, ni ndugu yangu. Aliponijulisha kuhusu msiba huu, ilibidi nijitahidi kuja kushiriki maziko haya. Nimekuja kwa niaba pia ya Wizara ya Kilimo, kwa sababu katibu mkuu wa wizara yangu Gerard Mweri bahati mbaya ameshindwa kuja kushiriki maziko haya. Kwa sisi tunawapa pole familia
Mimi huku ni nyumbani, kwa nimekuja nyumbani kushirikiana na familia ya Mandia. Nawapa pole nyingi sana, na Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mama yetu mahala pema peponi. Amen. Mheshimiwa Baba Askofu, familia ya marehemu, waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani na Mahakama Kuu, mkuu wa wilaya ya Lushoto na wakuu wa wilaya wengine waliopo, viongozi mbalimbali wa serikali. Nimesimama hapa kwa niaba ya mkuu wa chuo cha uongozi wa Mahakama Lushoto, Mheshimiwa Dr. Paul Faustin Kiwelu. Mimi naitwa Patricia Kisinda, ni hakimu mkazi, pia ni mkurugenzi wa mafunzo katika chuo cha uongozi wa Mahakama Lushoto. Kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Kiwelu pamoja na watumishi wote wa chuo cha uongozi wa Mahakama Lushoto, tunapenda kutoa pole kwa familia ya Mandia, na Mheshimiwa Jaji Nehemia Mandia amekuwa akifanya kazi kwa karibu sana na chuo, hasa katika shughuli zile za mafunzo ya kimahakama. Kwa hiyo sisi kama watumishi wa chuo tuko hapa kwa ajili ya kuungana naye kumpa pole kwa msiba wa kuondokewa na mpendwa mama yetu, na pia kwa neno la faraja kwa familia. Tunaamini kwamba mama amelala, lakini amelala katika Kristo. Hivyo tunaungana nanyi kuwaombea faraja ya Mungu ikapate kuwa nanyi familia nzima. Asante sana. Waheshimiwa majaji, viongozi wote wa serikali mlioko hapa kutoka idara mbalimbali, wana familia na waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi nafika hapa kutoka kule Moshi. Kijana wangu ameoa mjukuu wa bibi huyu Debora, mjukuu ambaye alilelewa kwa asilimia zote na bibi huyu. Kwa hiyo watoto wa mama huyu ni ndugu zangu, kwa kuwa tayari mimi ni mzazi mwenzao. Hivyo nimekuja ili tuweze kuwapa pole ndugu zetu, lakini kushirikiana nao kumshukuru Mungu kwa maisha aliyomjalia, zaidi sana kujifunza. Na hapa tumepata bahati ya kujifunza kwa malezi mazuri ambayo mama na bibi aliyatoa kwa vijana wake. Nimeangalia umati huu wa watu wengi wakubwa, viongozi wa ngazi mbalimbali, hakuna aliyekuja hapa kwa kupotea njia. Ni matunda mazuri ya malezi ya mama. Hivyo niseme tu kwamba kila aliyekuja hapa ana nafasi ya kujifunza. Ndugu zangu, wazazi wenzangu, mmebaki na deni kubwa la kuendeleza kazi njema ambayo mama yetu aliifanya. Mimi nimepata mbegu kwa maana ya mjukuu wake ambaye nililelewa naye. Kazi yangu ni kwenda kuweka mbolea, kutunza vizuri, kuhakikisha siku moja kwa mapenzi ya Mungu nami nitapata huko matunda mazuri, nipate kuweza kuwakusanya watu wakubwa, watu muhimu kama hivi. Yote haya yanawezekana kwa msaada wa Mungu. Nimesikia makubwa aliyosema baba askofu, tuyaache yale makando kando yale, tuweze kuingia kwenye ule mlango mwembamba. Kazi ya malezi inahitaji msaada wa Mungu, ndio watu wanaweza kupatikana watu bora na imara kama hawa. Nitumie nafasi hii kwa kumalizia kusema, ndugu zangu Jaji Mandia na ndugu zako wote, kuwapa pole sana. Tunaomba Mungu atie nguvu kipindi hiki cha majonzi makubwa. Tumefika pia kuhakikisha tunamleta mjukuu wake ashiriki vema maziko ya bibi yake. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Kwa niaba ya majirani wa Mheshimiwa Jaji Mandia, nimekuja hapa kwa ajili ya kuwapa pole sana familia yote pamoja na waombolezaji. Naomba mpokee salamu zetu ili mama yetu aweze kupumzika kwa amani. Mheshimiwa Baba Askofu, Mheshimiwa Nehemia Mandia pamoja na familia ya marehemu Bi Alice Mandia, viongozi wa mahakama, viongozi wa serikali wenzangu tuliopo, waombolezaji wenzangu kutoka maeneo mbalimbali,
pamoja na wakazi wa Magamba. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Baba Askofu, naitwa Juma Selemani Mkomi. Nimekuja kama miongoni mwa marafiki wa Bwana Nehemia Mandia ambaye ni mtoto wa marehemu Bi Alice. Bwana Mandia sisi tulifanya naye kazi ofisi ya makamu wa rais, yeye akiwa msaidizi wa makamu wa rais, tukiwa pamoja na mimi na dada yetu hapo Felista Mdem. Lakini kabla mimi sijafika kwenye hiyo ofisi, kulikuwa pamoja na kaka yetu Mheshimiwa Dadi Kolimba ambaye ni mkuu wa wilaya ya Tanga. Mheshimiwa Baba Askofu, mwaka 2019 niliwahi kufika hapa kumsalimia bibi yetu. Na tulipofika hapa na Mheshimiwa Jaji Mandia alisema tu, ndugu yangu twende kwa mama. Tukafika wote, tukaja kumsalimia mama. Siku ilikuwa jioni na siku ya pili yake asubuhi tulikuja kumwaga, tukaondoka kwa ajili ya shughuli zetu mbalimbali. Tangu kipindi hicho mimi Juma Mkomi nimekuwa ndugu wa karibu na Bwana Nehemia Mandia pamoja na familia. Tulifanya kazi wote ofisi ya makamu wa rais na baadaye tukahamia ofisi ya rais, tukiwa wote wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Tulifanya kazi kwa karibu mpaka pale ambapo mimi niliteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Tukawa bado tunawasiliana na Mheshimiwa Jaji Mandia pamoja na familia. Licha ya kuwa ofisi mbalimbali, lakini Mheshimiwa Jaji Mandia alikuwa akija Lushoto kwa mama, atanipigia simu nimsalimie mama. Na bibi akiwa anakuja Dar es Salaam ataniambia mama yuko Dar es Salaam, amekuja kwa ajili ya matibabu. Kwa Mheshimiwa Baba Askofu pamoja na waombolezaji wenzangu, na sisi tumeguswa na msiba huu kwa sababu tumekuwa karibu na familia hii, lakini kwa malezi mazuri ambayo mama yetu alikuwa ameyatoa kwa vijana wake, tumekuwa karibu na ushirikiano mkubwa na Mheshimiwa Jaji Mandia katika maisha ya kikazi, lakini vivyo hata maisha binafsi huko mtaani. Ndugu waombolezaji wenzangu, bado maisha haya yanatuhitaji kuishi kwa upendo kama ambavyo mama alionyesha kwetu sisi. Mimi kuzaliwa kwetu nilizaliwa Lindi, lakini nilipokuwa nakuja kwa mama nilikuwa nakuja kama nyumbani kwangu. Lakini vile vile hata Mheshimiwa Jaji Mandia alishafika kijijini kwetu sio mara moja, ni zaidi ya mara mbili, kuonyesha kwamba malezi aliyopata kwa mama huyu ni malezi bora yenye upendo na watu mbalimbali, hata wale ambao wamezaliwa katika maeneo tofauti. Mheshimiwa Baba Askofu, sikuja kama katibu mkuu, nimekuja kama ndugu wa Mheshimiwa Jaji Mandia. Mimi pamoja na familia yangu pamoja na wale wenzangu wote tulioambatana tunamwombea mama yetu huyu apumzike kwa amani. Vile vile tunaiombea familia ya Mheshimiwa Jaji Mandia kuwa na subira wakati huu mzito wa majonzi ya kuondokewa na bibi yetu, lakini vile vile na wakazi wa maeneo haya tuwaombee subira, kwani kuondokewa ni jambo zito, lakini vile vile tutegemee kwa Mwenyezi Mungu kwamba wema aliofanya bibi yetu huyu, basi Mwenyezi Mungu kwa rehema zake ataweza kumpumzisha kwa amani. Mheshimiwa Baba Askofu pamoja na waombolezaji wenzangu, nilipokuwa nakuja huku kuna baadhi ya rafiki zangu niliwaomba kwamba
au niliwaambia kwamba naenda kwenye msiba wa Mama Mandia. Miongoni mwao ni pamoja na Mheshimiwa Balozi Yusuf Mndola ambaye ni msaidizi wa rais. Aliniambia kwamba utapofika utanipelekea rambirambi kwa familia ya Mheshimiwa Jaji Mandia. Mheshimiwa Jaji Mandia, kuna salamu kutoka kwa Mheshimiwa Balozi Mndola pamoja na jamaa zetu wengine ambao tumekutana na sehemu mbalimbali za kazi. Naomba upokee salamu hizo, lakini na salamu zingine za rambirambi tulishafikisha kwako na zingine tutazipeleka kwako kwa utaratibu ambao tutapewa hapo baadaye. Baada ya kusema haya, Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Asanteni sana. Mimi hapa nimesimama kwa niaba ya watu wa Magamba, lakini hapa nimesimama karibu ambayo ni karibu sana na familia hii, ambapo mama yangu huyu hapa akipata tu tatizo lolote anawauliza watoto wake, huyu Ibrahimu yuko wapi, ili aweze kunifikisha hospitalini. Kwa hiyo anapopata tatizo mimi ni wa kwanza kufika na kumpeleka hospitalini. Kwa hiyo mimi leo hapa nimesimama kwa kupatwa na msiba mkubwa sana wa dada yangu, mama wa karibu na mimi, ambaye alikuwa na upendo na mimi sana, ambapo leo hii sio wa Magamba tu ambao wamefiwa, na mimi nimefiwa kweli kweli, kwa sababu mama huyu ni mtu wa karibu sana.